Nakosea wapi mimi? Wani nakosea? Wani nakosea? Shikamoo mama. Marahaba. Alafu mbona leo umetoka kutoka shule? Tulikuwa tuna kazi tunafanya. Alafu mama, kuna kitu rafiki yangu kaniambia kuhusu kaka yake na kimenishtua kweli. Kitu gani hicho? Kaka yake amemwambia kuna wosia mama yao kamwachia na nataka kumwelekeza usiku. Hicho na kilichonishtua. Usiku? Ni wosia gani huo? Lakini mwanangu, usitaki kumsaidia rafiki yako. Maana usije kukuta kwenye hatari. Sawa mama, nimekuelewa. Je, akihitaji msaada wangu? Mwanangu, tutaangalia. Kama tuna uwezo wetu, tutamsaidia. Kama lipo nje uwezo wetu, tutapiga magoti na kumwombea kwa Mungu ili amsaidie. Nampenda sana rafiki yangu na sitamani lolote baya limtokee. Sawa mwanangu, nataka uishi na watu kwa upendo na kwa hekima kwa sababu haujui atakusaidia baadaye. Sawa? Sawa mwanangu, haina shida, nimekuelewa. Nakupenda sana mama yangu. Nimekuelewa. Sawa mwanangu, najivunia sana wewe. Sasa wewe ingia ndani, mimi naendea maji, sawa? Sawa. Haya, uwe makini. Shikamoo. Wewe nikwambia nini? Sinakuuliza ya? Kaka, kwani mimi nimefanyaje? Kila utakachokifanya mimi lazima nikijue. Nilikwambia useme, wewe kasema. Sasa hili ni neno lako la mwisho. Ole wako mwambie mtu yote. Sitojai kama ni ndugu yangu. Dani, usimtishe mtoto bwana. Ongea naye kistaarabu ili akuelewe. Tuna shida naye huyo. Nuru, hii ni siri. Narudia tena. Hii ni siri. Ole wako urudi kumwambia mtu mwingine yote yule. Umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa kaka. Toka. Kaangalie. Sasa nimempauka. Mwingine bwana. Kumbuka ni mtoto na tuna mjengo naye. Usipende kumfokea. Inatakiwa tumwambie kwa utaratibu ili atusaidie kwenye kazi zetu. Sasa na yule mtoto ambaye alimwambia tumfanyaje? Kuhusu mtoto ni jambo la kwenda kumuonya tu, afunge mdomo wake. Akikaidi adhabu kali itampata. Sasa hii ndio maana ukaa mtu mzima. Yeye, nimepata malalamiko kutoka kwa ndugu yako kwamba wewe unamnyanyasa mkeo na mtoto wake. Hiyo tabia imeanza lini ya kunyanyasa mwanamke? Lakini mama, nilishasema yule mwanamke mimi anifai. Hivi angalia, toka nimemuoa, mwaka wangapi mama? Aje niletea mtoto, hata mimba tupo hajawahi kubeba, labda imesema imeharibika. Asa mimi mwanamke wewe wa nini la? Hivi kaka, hayo mambo unaomfanyia mkeo, ningekuja kufanywa mimi, wewe ungejisikiaje? Lumi, inapaswa ukae kimya pindi watu wazima wanapoongea. Sio kwa vile umekaa hapa ukajiona una uhuru wa kuchangia kila jambo. Mambo mengine hayakuhusu. Kumbe mkubwa kumsema mtoto ni kawaida, ila mtoto kumwambia mtu mzima ni vibaya. Sasa mimi sitoacha kuongea. Umekuwa Naona sasa hivi unanijibu unavyotaka, si ndivyo? Mama, ongea na mwanao. Sitaki ugomvi, sitaki malumbano. Alafu na wewe Lumi,
Huyu ni kaka yako. Unapoongea naye jaribu kuwa na mipaka. Sio unavuka mipaka yako. Umenielewa? Kwa hiyo hapa mama, mimi nimekosea wapi? Kumrekebisha kwamba tabia anazofanya mbaya ndio mnaniona mimi mbaya au? Na wewe mwanangu, tabia unazozifanya nimeshachoka kusikia malalamiko yako. Msalaba uliubeba mwenyewe, naomba umalizane naye mwenyewe na sitaki kusikia umemuacha. Huo mzigo wako mwenyewe. Lakini mama, lakini nini? Msikilize mama alichokuambia. Tabia unayoyafanya sio nzuri kabisa kakaangu. Mara kwanza hata kuwa hivyo kakaangu, sijui ukoje. Mama naona utakuwa na dharau mbaya. Nikiongea mimi, siku hizi umebadilika, umekuwa jeuri. Yule pale mzigo wako. Mdogo wangu. Acha unaonaje mdogo wangu? Fresh kaka. Yaani bi mkubwa asingefariki. Tungeenjoy sana mdogo wangu. Kweli kaka. Kama ndio hivyo tu, bi mkubwa kashatangulia mbele zake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mdogo wangu. Yule nani na mbona mnapeana ishara? Kaka bwana. Nakuuliza na nichekea. Achana naye tuendelee kula kaka. Wewe mdogo wangu jua unazingua. Yule si mwanafunzi yule. Wewe unazingua mdogo wangu. Kaka, yule mimi rafiki yangu ndio maana nikakwambia achana naye. Rafiki yako alafu mtoto wa kike? Ushakuwa na mazoea na watoto wa kike? Tule ugali kaka. Ule ugali gani mdogo wangu? Alafu yule mdogo wangu unazingua. Yaani pigo zako sizimainde kabisa. Kaka, usiwaze lolote baya kuhusu mimi na yeye. Yule mwanafunzi tunakuja kumfundisha. Hivyo ujiulize unakosea wapi? Tangia bi mkubwa amekufa lakini bado unaleta mambo yako ya pigo za mdogo wangu. Unazingua mdogo wangu. Yaani wewe unazingua mdogo wangu. Hivyo mwanamke, hujafunzwa au ndio ulivyoambiwa uko nyumbani kwenu kila kinachofanyika ndani ya ndoa uende kusimulia nje, si ndivyo? Mume wangu, mkono ungepunguza hilo jazba, afu ndo tukazungumza. Maana sielewi nini unamaanisha. Wewe mpumbavu nini? Haujui ninachomaanisha, si ndio? Wakati huo mdomo wako unafunua kwenda kuambia watu mambo yako ya ndani ya ndoa. Lakini mume wangu, mimi nilimwambia wifi tu. Sasa niko salangu lipo wapi? Hapo sasa kwa wifi yako. Kwa nini hukumwambia kwa ubebi ujauzito? Au unaenda kusimulia mambo yangu mimi tu? Lakini mume wangu, inafaa ungenisikiliza mimi mkeo ili tukajua jinsi gani tunatatua ukame unatukabili humu ndani. Unamaanisha nini? Mume wangu, sisi ni binadamu. Kwa tungeenda hospitali, tukaenda kucheki afya zetu, tukajua kama mimi kati yangu mimi na wewe nani mwenye shida. Ili tukapata matibabu, ili tatizo hili ambalo linasumbua ndani likaisha mume wangu. Wewe umelogwa nini? Wewe mwanamke, labda ukapime wewe, lakini sio mimi. Mume wangu. Pole mama. Usijali mwanangu, yatapita. Yana mwisho, sawa? Vipi mpenzi? Si unajua nimekumisi sana na wewe mpumbavu waipo ameshaondoka. Sawa, nakuja. Sawa.
Odi. Odi. Hivyo mchumba. Pita ndani. Niambie mama. Safi vipi? Fresh. Unajua nimekumisi sana ile yaani ule mpumbavu nikikaa naye nyumbani sisikii raha ya kuwa na yeye, ndio tunakuanza hiyo. Umenipa nini sijui babangu? Fresh, sema nini? Hapo ndo shafika kwa msela, relax. Sawa vipi? Chakula ndo ule ndo chakula. Nile kwanza. Ule kwanza. Mjomba, kuna kitu nataka nikuulize, hili nipe majibu sahihi. Ndiyo, niulize wala usijali. Mjomba, hivi unahisi kakaangu atarudi lini? Maana ameondoka jana, leo nimemisi. Haijalishi atachelewa au atawahi, ila atarudi, maana sehemu aliyoenda ni muhimu sana. Na chengine, haliniambia kuwa kuna usia makatuachia, na huo usia itabidi nimtekeleze mimi na yeye. Unaweza ukaujua ni usia upi wa mjomba? Ndiyo naujua, na inapaswa muutekeleze, hivyo kaa tayari, muda wote inapaswa muutekeleza. Nafikiri ushanielewa. Lakini mjomba, mbona nyamaza! Nimekwambia kaa tayari, inapaswa kuutekeleza muda na saa yoyote, na huwa sipendagi maswali. Naomba nitokee hapa. Nimesema toka! Toka! Watu wengine wapumbavu sana. Lumi. Umeongea na kaka yako leo? Sijaongea naye, kuna nini kwani? Hata sielewi. Leo usiku tunakula nini? Maana nimemtafuta na mpaka saa hizi hapatikani. Hapana, sijaongea naye, kuna nini kwani? Hata sielewi. Usiku tutakula nini? Maana ninamtafuta mpaka dakika hii hapatikani. Kwa nataka kuniambia humu ndani leo akuli. Mimi siwezi kulala na njaa. Una akili kweli wewe? Lumi, wewe mtoto wa kike, unakuwa na utakuja kuyaona. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake alale na njaa. Na ndio maana nakusisitiza usome kwa bidii. Jamani, kwani sisomi au ndio ulikuwa unatafutia sababu ya kuja kunisema hapa? Wala sikutafutii sababu. Nilikuwa nakuelekeza kama mtoto wa kike na kusisitiza usome kwa bidii na sio muda wote tu kuchezea simu. Hicho ndio ulichokuwa nakitafuta. Nikishika simu kidogo tu unaanza maneno. Mimi mtu mzima naelewa kuna muda wa kushika simu na kuna muda wa kusoma. Aha. Sawa. Ila iko siku utakuja kujua umuhimu wangu. Na haya maneno nayoyaongea iko siku yatajirudia kichwani mwako na utatamani siku irudi nyuma na sio kwenda mbele. Endelea kunidharau. Mama!
kwa amani. Ukijifanya mjuaji, mengi atakukuta. Kwani unaseka na hili? Sio hili tu, nitaendelea kusika zaidi. Ujifunze utawala kosa. Mama, kwani mimi nakosea wapi? Nieleze ili nijue nisiendelee kukosea, maana napenda sana kuishi. Yaani unaendelea kukosea, kujifanya wapi hujui unapokosea. Mama, ole wako mwambie Mapi au mtu mwingine yeyote mambo yanayoendelea kati yangu mimi na wewe. Tuyamalize wenyewe. usinifanyie hivyo mama. Usiniadhibu una fimbo yenye miba, maana nikimaliza kutumikia hii adhabu mwili wote umeoza vidonda. Nisamee mama. Mama! Tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, oh tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana, tibeleti mwana. Huyu jamaa maneno mengi kweli, matapeli wengi. Wakwatindilila. Hayo maneno yako yatakugharimu. Chunga sana ndimi yako, isiharibu maisha yako. Mtu mzima atishiwe nyao katu, na siogopi kuteleza kwa sababu naye wa kuniokota. Ndugu yangu, hiyo kazi unaifanya sio bora kaokote machupa upate shilingi 500 ya halali kuliko kazi yako ya utapeli upate shilingi 10,000 ya haramu uweze kuona pepo kama. Ni kweli wasemayo, lakini kumtia mtu kwenye hatia ikiwa kosa si la kwake ni dhambi. Kijana, weka akilini maneno unayozungumza leo ili kesho iwe ukumbusho kwako. Itakuwa mpumbavu kuweka akilini kwa hicho unachonieleza. Aliyakuwa kwako ulijui. Cha kushauri, nenda kavue miguu yako kisha katafute kazi ya kufanya. Uenda kuonekana mtu wa maana sana. Sio kazi yako ya utapeli. Sawa. Sina haja ya kulumbana na wewe. Ila ngoja nikwambie kitu kimoja. Siku zote kitu kinakuwa cha thamani ukuwa na shida nacho, na huwa takataka ukuwa huna shida nacho. Mimi ndio wakuatindilila. Mwana kilambe kimwana, mwana kilambe kimwana, mwana kilambe. Mke wangu, una nini? Nabeba siri nijue. Ni ndoto tu mbaya. Ndoto mbaya? Sawa, hebu niambie.
Hilo tunahusiana nini? Ni ya kawaida tu. Usiwe na sasa. Hebu tupumzike. Wewe. Sasa kama kawaida, kwa nini umeshtuka hivyo? Niambie basi na mimi wangu uwe na amani. Wewe, una nini? Hebu tupumzike. Nitakuelezea kesho. Kwa sasa niko sawa. Unapo uko sawa? Ndio mume wangu. Sawa basi. Mke wangu, natoka mara moja. Mume wangu, umesahau hata kuchana hata nywele. Nisamehe kwa kutokufanya kazi yangu. Usijali mke wangu, ni leo tu lakini wajibu wako uko unafanya vizuri. Acha niondoke, nikirudi nianze kile kitu ambacho kimetokea jana usiku. Maana sielewa hata kidogo. Usijali, nakutakia kazi njema. Basi sawa. Ubaki salama. Na wewe pia. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Acha mimi niende. Haya, nakupenda pia. Huyo mumeo yumo humo ndani? Hayupo, katoka. Shikamoo mama. Sikufuata shikamoo yako hapa. Bali yale uliona jana usiku kuhusu mimi, ukimwambia Mapu, usalama wako ni kufunga mdamu wako. Umenielewa? Mama, kwani nakosea wapi? Mbona unaniadhibu ikiwa kosa silijui? Ipo siku utatambua wapi unapokosea. Halafu usikufuate maswali hapa. Nilikuja kukupa onyo. Ole wako umwambie Mapu. Nadhani tumeelewana. Wani nakosea.